Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza tujaze safu ya mbele. Innal hamdallah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu annahu adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'nahu bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala fa inna taqallaha jalla wa ala sa'adatan fid dunya wal akhirah wa falahun fid darain. Walidha usikum wa iyaya bi taqallahi ta'ala haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa hadirukum hadiru nafsi ala an isyanullah wa alamu anna al ma'siya tuzilu ni'mah. Qala ta'ala ya ayyuhal amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na pia kumtakia rehema na amani zimwendee kipenzi chake mtume wake pamoja na ahli zake na masahaba na wote Waislamu wote hadi siku ya Kiyama, na kuhusia na pia nafsi yangu kuhusu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ni tarehe 3 ya mwezi wa Ramadhani mwaka 1447 baada ya hijra, ni sawa na tarehe 20 ya mwezi wa pili 2026 miladia, juma ya kwanza katika mwezi huu wa Ramadhani, mwezi ambao ni mtukufu. Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhishia ibada ya kufunga ndani ya mwezi huu. Ibadallah, ikhwata fil iman, awalan ihmadullah washkuru lahu ala ni'mati al-'azima idh hadakum bil islam ad-din al-qayyim wa din al-haqqi. Kwanza tunamhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tunamshukuru yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa ametupa neema kubwa kuliko neema zote. Hakuna neema ambayo ni zaidi ya neema hii
Neema gani? Idh hadakum au idh hadana Allah bilislam, ni neema ambayo kwamba pale Mwenyezi Mungu alipotuongoza katika Uislamu. Wallahi thumma wallahi, hakuna neema ambayo mwanadamu ataipata kuliko neema ya dini ya Uislamu, dini al-qayyim, dini ambayo imenyooka, dinul haqi, dini ambayo ndio dini ya haki. Allah anasema inna ad-dina inda Allahi al-islam, hakika ya dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Wa qala aidan wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu, na yote ambaye atatafuta ama anataka dini isiyokuwa ya Uislamu hatakubaliwa dini yake hiyo, na kesho akhira yuko katika hasara. Kwa hivyo Uislamu ndio dini ya haki na ni neema kubwa. Wa qala ta'ala faaqim wajhaka lid-dini al-hanifa, elekeza uso wako, yani fata dini al-hanifa, dini iliyo safi kabisa, fitratullah allati fatara an-nasa 'alayha, ni umbile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia watu dini ya Uislamu. Fashkurullaha idh hadakum bil iman, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuongoza sisi katika iman tukawa ni waumini. Wa hadakumul siyam wal qiyam, na akatuongoza sisi tukawa sisi tumefunga na pia tunasimama katika sala hasa za usiku. Falyafrahu almu'minin lihadha ash-shahru al-mubarak, ni afurahi mu'min, afurahi muislam kwa kupata mwezi huu ulio na baraka, mwezi wa Ramadhani. Ufurahi, wala si mwezi wa watu kuhuzunika, labda kuona kwamba ni mwezi wa mateso. Walimala, kwa nini muislam asifurahie kuufikia mwezi wa Ramadhani? Waqad amadda Allahu a'marana wa hatta balaghana hadha ash-shahr, na ili hali Allah subhanahu wa ta'ala amerefusha umri zetu mpaka tukaufikia mwezi wa Ramadhani. Amerefusha umri wetu katika dunia mpaka tumeukuta mwezi wa Ramadhani katika mwaka huu. Shahrun adhim liyakunu lana fursatun, ili kwetu iwe ni fursa, iwe ni opportunity, iwe ni chance, linail maghfiratu wa raf'i darajat, ili tuweze kupata msamaha na tuweze kuinuliwa daraja na tuweze kuzidishiwa katika amali za khairi ndani yake. Qala Ibn Rajab rahimahullah, anasema Ibn Rajab Allah mrahamu, bulughu shahru ramadhana wa siyamihi ni'matun adhima, kufikia mwezi wa Ramadhani, kuupata mwezi wa Ramadhani na kufunga ndani yake ni neema kubwa sana. Ala man aqdarahu, neema kubwa kwa ambaye ana uwezo ama ameweza kufunga. Fakam min ikhwanina, ngapi katika ndugu zetu swama fi amin madha, ngapi katika ndugu zetu walifunga katika mwaka uliopita. Watamanna idraki hadhihi shahr, na wakatamani kuupata mwezi huu ambao tumeupata. Tulikuwa nao mwaka jana wakiwa wamefunga na sisi, na wakatamani kuupata mwezi huu wenye baraka. Waadat lisuyami, na wakawa wamejiandaa kwa ajili ya kufunga mwezi huu. Wanawa kulla khairin, na wakawa pia wametiania kwamba watafanya kila aina khairi katika mwezi huu. Walam yudrikuhu bal qad aqbala inda khaliqihim, na wala baada ya kujiandaa na kutiania ya kufanya kila aina khairi katika mwezi huu hawakuweza kuupata, bal wameelekea kwa muumba wao, yani maana kwamba wamekufa, hawako katika ulimwengu tena, lakini walijiandaa na wakatamani. Kwa hivyo sisi hapa
ni juu yetu kushukuru neema hii, kwa sababu si katika ubora wetu ama ujanja wetu ya kwamba tumewahi kufikia mwezi wa Ramadhani. Ni mtu afanye kila aina ya juhudi. Yaqulu salam, Mtume anasema hadarana Ramadhana, Ramadhan imetufikia, Ramadhan imetuhudhuria, iko pamoja na sisi Ramadhan. Atakum Ramadhan, imekukujieni mwezi wa Ramadhan. Shahrun mubarak, mwezi mwenye baraka nyingi sana. Yaghshakumullahu fihi, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekuelekeeni khaswatan, ametuelekeeni sisi Waislamu. Wayanzilu rahma, Mwenyezi Mungu anateremsha rehma ndani yake, rahma wa maghfira wa itqu minan nar. Katika mwezi huu Allah anashukisha rehma zake, msamaha wake, na kuwaacha watu huru na moto wa jahannam. Wa yukhti al-khataya wa yastajibu fihi dua, na Allah katika mwezi huu anafuta madhambi na anaitikia dua, anaitikia maombi ya wenye kuomba. Wa yubahi bikum lilmalaika, na Allah subhanahu wa ta'ala anajivunia sisi kwa malaika. Faaru min anfusikum khairan, basi muonyesheni Mwenyezi Mungu kutoka katika nafsi zenu mambo ya khairi. Fa inna shaqiyun, hakika muovu, man hurrima fihi arrahma, muovu ni yule ambaye kwamba atanyima rehema katika mwezi huu. Onyesha Mwenyezi Mungu kila aina ya khair ambayo unaweza kuifanya, muonyeshe Allah subhanahu wa ta'ala, yani i'mal li ajli Allah, tekeleza kila aina ya khairi ndogo kubwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairata qala Mtume anasema qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aliyetukuka amesema, kullu amal bini adama lahu illa siyam, kila matendo ni ya mwanadamu, kila amali, kila ibada ambayo unaifanya ni yako wewe. Bimaana kwamba unajua malipo yake, unajua utalipwa nini ukiswali, ukitoa sadaka na kadhalika. Illa siyam fa innahu li, isipokuwa ibada ya kufunga, kwani ibada hiyo ni yangu mimi. Wa ana ajizi bihi, na mimi ndio nitakaye kuilipa hiyo. Pamoja na kwamba Allah ndiye analipa ibada zingine, lakini kwa sababu pia anasema wa ana ajizi bihi, wasiyam junna, na kufunga ni kinga. Qala Imamu Nawawi akaeleza ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwamba hakika saumu ni yangu mimi na mimi nitakaye kuilipa. Kwa nini? Lianna inna siyama ibadallah, saum ni ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, ibadallah adafahu ilayhi idhafata tashrif. Mwenyezi Mungu amejiegemezea, yani amejiegemezea hiyo ibada ya saum kwa kuonyesha kwamba ni ibada tukufu sana. Muislamu kufunga ni ibada tukufu sana. Faqala fa innahu li, hiyo kufunga ni kwangu mimi. Wali anna siyam la yadkhulu ar-riya, amesema hivyo kwa sababu saum hakuingia ndani yake riya. Huwezi kuona kwamba fulani huyu amefunga, huwezi kujua. Sote tuko hapa, hakuna ambaye atajua kama kweli tumefunga ama hatukufunga. Wala mtu kuwa ni mnyonge si alama kwamba amefunga, au mtu kuparara uso ama kukauka mdomo si alama amefunga. Mtu anaweza kuwa amekauka, ameparara, lakini hakufunga. Wala sio mtu kuchangamka ya kwamba huyu hajafunga. Anaweza kuwa mtu amechangamka lakini amefunga, na mtu hajachangamka akodali lakini hakufunga. Kwa hivyo ni ibada ambayo kwamba haina riya ndani yake.
Allah ndiye anajua ni nani amefunga. Hatujuani. Utamwona mtu katika kazi zake, katika biashara zake, kaona huyu hakufunga. Kwa nini leo ako busy tu katika shughuli zake? Amefunga, Allah ndiye anajua. Kwa hivyo ni ibada ambayo kwamba huwezi kujua. Hakuna alama wala ishara fulani kwamba itakuonyesha kwamba huyu amefunga. Pamoja na kwamba tunajua watu wamefunga, tuna assume ya kwamba kila Muislamu mwenye imani yake, mwenye uwezo wake wa kufunga amefunga. Tuna assume hivyo. Kwa hivyo ni ibada kwamba ambayo kwamba haingii ndani yake riya, li khafaihi, kutokamana na kufichika kwake. Mtu akiswali unamwona yule na swali, akitoa sadaka anaonekana yule anatoa sadaka, akifanya ibada ya haji anaonekana anafanya. Lakini je, mtu amefunga, imefichikana, huwezi jua kama amefunga. Huwezi kumwangalia tu hivi mtu ukaona fulani amefunga. Labda yeye mwenyewe akwambie kwamba nimefunga. Fala ya'lam man swama ila Allah azza wa jalla. Kwa hivyo hakuna anayejua kwamba fulani amefunga isipokuwa Mwenyezi Mungu anajua. Wali anna al-ju' Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwamba saumu ni yake yeye. Kwa sababu gani? Al-ju' wal atash, kushindana njaa na kuwa na kiu, la taqarrabu bihima ila ahadin, ni ibada ambayo kwamba haijawahi kufanyiwa yeyote katika masanamu min mulukil ardi wala taqarrubu ila al-asnam. Hakuna yule ambaye amewahi kuabudu sanamu kwa kufunga. Hakuna yule ambaye kwamba amewahi kuabudu chochote ambacho katika vitu ambavyo vinaabudiwa, iwe ni makaburi na kadhalika. Hakuna ambaye amewahi kufanya ibada ya saum kuwafanyia makaburi, ibada ya saum kuwafanyia masanamu ama vinginevyo ambavyo si Mwenyezi Mungu. Lakini ibada nyinginezo watu wamezifanyia masanamu. Kwa hivyo hizo za wanadamu hizo, saum peke yake ndio huwezi na wala haikuwahi kushirikishwa ndani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada nyinginezo. Hii ndio sababu wanavyona kusema kwamba ala hikma ya Mwenyezi kusema kwamba saum ni yangu mimi, saum ni yangu mimi. Wajaa as-saum lam tantahiya, yani jazaahu, na imekuja kwamba malipo ya saum hayana kikomo. Allah humlipa mwenye kufunga, wala hakuna kikomo katika kule kufunga ama katika yale malipo ya kufunga. Kisha wasom kadhalika min a'zam asbab allati tu'inu al-'abdi ala qiyami bil awamir ad-dini, na som ni katika sababu kubwa sana inayomnyoosha Muislamu, inayomnyoosha mwanadamu akawa anatekeleza maamrisho ya dini yake. Som, angalia kipindi ambacho Muislamu amefunga kuanzia alfajiri mpaka magharibi, atahakikisha ameswali swala zake 5, kuwezekana kwa wakati wake, kuwezekana kwa jamaa. Atahakikisha angalau ameleta adhkar, ameswali sunna, atahakikisha vitu vingine amejiepusha navyo. Kwa hivyo ni njia kubwa sana ya kumfanya huyo Muislamu atekeleze dini yake. Siku zingine ambazo si za kufunga, Muislamu anapuuza mambo mengine, lakini saum inamnyosha. Qala wa in kana huwa jazin ala jami'i at-ta'at, na ilipokuwa Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kulipa ibada zote, ndiye mwenye kulipa swala, ndiye mwenye kulipa sadaka na kadhalika, yakulu ana ajizi bihi, bado anasema kwamba mimi ndio nitakaye kulipa hiyo somo. Kwa nini? Yani ta'dhimu jazai, ni kwamba malipo ya somo makubwa mno, na Allah mwenyewe atasimama kukulipa somo. Kama vile mfano tuseme kwamba mfalme ama kiongozi fulani aseme kwamba mimi hii zawadi nitakupa mwenyewe kwa mkono wangu, wala sitatuma mtu aakilisha anipelekee ama akuletee. Mimi mwenyewe nitakuletea, nitakupa hii zawadi yangu ama nitakupa haya malipo yangu. Ndio maana kusema kwamba wa ana, mimi Mwenyezi Mungu, ajizi bihi, ndio nitakaye kulipa hiyo saumu, yani ta'dhimu jazai, kuadhimisha na kufanya kwamba malipo yake ni makubwa sana. Li'annahu
yuqamu lijazaihi, Mwenyezi mwenyewe atasimamia kukulipa thawabu zake ambazo hazina kikomo ndani yake, haziishi, hazina mwisho wake. Wasom wiqayatun min adhabillahi, na som ni wiqaya, ni kizuizi, ni kinga, inakukinga Muislamu na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha kana yawmu saimun ahadukum fala yarfuth wala yasghab, ay fala yatakallam fahish alkalami wala khusuma. Ikiwa mtu amefunga, kama vile leo watu wamefunga, fala yarfuth, asiongee maneno ya upuzi, maneno ya kijinga, maneno ambayo ni ya kuharibu watu imani zao. Wala yasghab, wala asifanye ugombi, ama asiye ni mwenye kugombana na kubishana na watu. Fa in sabahu ahadun au qatalahu, ikiwa mmoja yeyote atakutukana wewe Muislamu na umefunga, ama anataka kupigana na wewe ama kuvurugana na wewe katika jambo lolote, faliyaqul, basi aseme inni swaimun, aseme mara mbili, mimi nimefunga. Ai, anasema Imam Nawawi, yudhakiru nafsahu. Kwanza, yani maana yake kwamba mimi nimefunga, kwamba ajikumbushe nafsi yake, fulani ananichokora, fulani ananiudhi, anafanyia maudhi hapa, ajikumbushe kwa nafsi yake, mimi nimefunga. Tafsiri nyingine ndio hiyo, mimi nimefunga. Yudhakiru nafsahu bisawmi, ajikumbusha kwamba nafsi yake kuwa amefunga. Au yaqulu hadha alkalami liman yukhasimuhu, ama aseme maneno haya kumwambia yule ambaye anamletea utesi ama ugomvi. Falai yarudduhu alayhi, asimregeshe chochote, yani akimtukana asimrudishie matusi. Kwa nini? Liyakshifu anil mushabaha, ili aondoshe kule kufanana, anaonyesha kwamba mimi si kama wewe, mimi nimefunga. Lakini kama atamtukana naye amrudishie majibu, hakutakuwa na tofauti, yeye mwenye amefunga na yule ambaye hakufunga. Kwa hivyo maana kwamba thawabu zake zitakuwa zinapotea hapo, saumu yake itakuwa inaharibika. Kwa hivyo kuondosha ile kutofanana na huyo mtu ambaye amekuletea maneno ya kukudhi, sema kwamba mimi nimefunga. Wal muqabalati fala yakunu sawaa, aondoshe mambo ya kufanana na yeye, aondoshe kukabiliana na yeye, basi ili wasije wakawa wako sawa sawa katika yani katika hali yeye amefunga. Walladhi nafsi Muhammadi biyadihi, anaapa kwa nafsi ambayo nafsi yake Mtume Muhammad iko mkononi mwake, anasema kwamba la khalufu fammi swaimin, harufu kutoka katika mdomo wa mfungaji, atyabu inda Allahi min rihil misk, nzuri sana, inapendeza mno mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko harufu ya marashi mazuri ya miski. Hapa haisemi kwamba watu wasipige miswaki, watu waache midomo inavunda, hapana, piga mswaki. Ni sunna kubwa sana ya kupiga mswaki. Kwa hivyo mtu asije akawacha kupiga mswaki aseme amesema mdomo ukinuka ni bora mbele ya Mwenyezi Mungu. Si hivyo. Ai la thawabu khalufu fammi saimin atyabu inda Allahi min rihil misk. Anasema Imam Nawawi kwamba bimaana kwamba thawabu zinazotokamana na harufu ya mtu aliyefunga mdomo wake ni bora sana mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko harufu ya marashi mazuri sana ya miski. Kisha nasema liswaimi farhatani, kwa mfungaji ana furaha mbili, yafrahu huma, anazifurahia furaha hizo. Idha aftara farha bifitrihi, pindi anapofuturu, inapofika time ya kufungua akawa anafungua, anafurahia chakula chake, anafurahia kinywaji chake, anaona raha na anasikia mwili wake unakuwa na raha anapopata maji yake baridi mzuri akanywa. Wa idha lakiya rabba, na pindi atakapokutana na Mola wake, fariha bisawmihi, atafurahi kwa funga yake, ai fariha bijazaan la mithla la,
atafurahia kwa malipo ambayo atayapata yasiyokuwa na mfano wake. Malipo ambayo atayapata yasiyokuwa na mfano wake. Ndio pale Mtume akasema kwamba lau ta'lamuna ma fi fadhil Ramadhan, lau mngelijua iliyoko katika fadhila za Ramadhani, la tamannaitum ayakuna sana, mngelitamani mwaka mzima uwe ni kufunga. Kwa hivyo atakapoona malipo haya atafurahi zaidi, ambayo hayana mfano wake. Ikhwata al-iman, inna Allah subhanahu wa ta'ala yanzuru ilaykum bil imani bil aini rahma. Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi wa Ramadhani, mchana Ramadhani na usiku wake, Allah subhanahu wa ta'ala special anawaangalia waja wake kwa jicho la rahma, hususan idha qumtum ila sala, sana sana pindi Waislamu wanapoinuka kuswali sala zao za faradhi na za sunna. Yakulu azza wa jalla, anasema Allah aliyetukuka, undhuru, hivi anawaelekea malaika, anawaambia kwamba undhuru ila ibadi, waangalie hawa waja wangu, yad'u au taraku shahwatahum, wamewacha matamanio yao ya halali, wa ta'amihim, na wamewacha chakula chao, wa sharabihim, na wamewacha kinywaji chao cha halali, wa ladhatihim, na wamewacha kila vitamu vyao. Kullu, vote hivyo, min ajli, kwa ajili yangu mimi, ay athara, yani athara taati rabbih ala taati nafsihi. Yani huyu Muislamu ameipa priority, kipaumbele kumtii Mwenyezi Mungu, pamoja na kwamba ako na chakula chake, wala hakuna anaye mzuia kula kile chakula, lakini ameupa utifu kwa Mola wake kipaumbele, ndio akakiwacha. Kinywaji chake kiko pale, hakuna anaye mzuia, lakini ameipa kipaumbele kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi huu, akaacha kinywaji chake na kila vitamu vyake vyote ameviwacha kwa ajili yangu, pamoja na kwamba kuna nguvu, nafsi yake iko na nguvu sana na vishawishi. Qala fala ta'lamu nafsun, Allah anasema kwa basi haijui nafsi kwa ajili ya kufanya hivyo, ma ukhfiya lahum min qurrat a'yun, haijui nafsi kile ambacho nimekifichia nafsi hiyo. Yani wewe umeganamisha nafsi yako kiu na njaa na kila aina ya mambo ambayo unashikana nayo katika kufunga. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrat a'yun, haijui nafsi ni kitu gani nimeifichia katika vile ambavyo vinaburudisha macho. Jazaan bima kanu ya'malun, malipo yalioje kutokana na yale ambayo wamekuwa wakiyafanya. Ai fi Ramadhan, fi somo Ramadhan, malipo yalioje ambayo kwamba watakuja kuyapata yafurahishayo macho. Hawajui tu Allah amewafichia nini katika mambo haya. Ibadallah, ikhwata fil iman, inna fi siyami hikma, katika kufunga pia kuna hikma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani yake, wal fawaida kathira, na kuna faida nyingi sana. Na ole wao watu ambao mtu ana uwezo wa kufunga hata kikufunga kwa nyudhuru ambazo hazina mpango. Unajua niko na kazi mingi sana, hii kazi yangu nikifunga sitaweza, mwingine sina cha kufuturu nacho, mwingine kadha kadha. Kama wana Waislamu wa simame kusema kwamba mtupunguzie ushuru katika vyakula, kwa hivyo inaonekana ni mweza kukula. Kwa hivyo kuko ndani yake hikima kubwa sana. Famin dhalika tazkiyatu an-nafs, katika hikima za Allah ni kuitakasa nafsi yako. Wa fi siyam atazkiyatul badani, na nafsi pia inasafisha mwili wako, inaondosha maradhi katika mwili wako na magonjwa. Wallahi, maradhi ambayo inatupata sisi 80% yake ama 90% yametokana na vyakula ambavyo tunakula. Maradhi ambayo watu wanapata, sijui ya kansa, sijui ya sukari, sijui ya nini, sijui ya high blood pressure na kadhalika,
mara nyingi mno maradhi haya 80 hadi 90 yametokamana na vyakula. Ndio Allah akataka tupate dawa. Hadithi ambayo wanasema ni dhaifu, lakini maana yake ni sahihi. Ni kwamba inasema kwamba sumu tasihu, fungeni ili mpate afya. Hadithi hii mapokezi yake ni dhaifu, lakini maana yake ni sahihi. Ni ukweli mtu akifunga anapata afya. Ni ukweli dawa, miongoni mwa dawa ni afya, ni kufunga. Kufunga ni katika dawa za miili yetu. Kwa hivyo tuko katika matibabu hapa tulipokuwa tumefunga. Wayudhayifu majarra shaitani, na inafanya dhiki kufunga na kunadhoofisha mapitio ya shaitani katika mwili, kwa sababu wanasema kwamba nafsi ikishiba viungo vinakuwa na njaa, lakini viungo vikiwa na lakini nafsi ikiwa na njaa viungo vinashiba. Maana kwamba ukila chakula ukiwa umekula umeshiba, basi ndio nafsi yako inaanza kutamani vitu. Lakini kama umefunga, kutamani hata kuongea huna time, kwa sababu ama kuangalia vitu ambavyo havifai huwezi, kwa sababu umefunga. Kwa hivyo nafsi yako ikiwa iko na njaa, viungo vinashiba, lakini viungo vikishiba nafsi inakuwa ina njaa. Kwa hivyo inadhoofisha mapito ya shetani, na shetani anapata njia nyepesi kupita katika mwili wako wakati ambapo unakuwa unakula. Mtume anatuambia inna shaytan yajri min adama majra dam, hika shetani anapita katika mishipi ya mwanadamu kama vile damu inavyopita. Wa inna sawm yahmilu sahibahu ila tazhid ad-dunya, hakika kufunga vile vile kunampelekea mwenye kufunga awe ni mwenye kuikuza dunia, kuwa na zuhudi ya dunia, na matamanio ya dunia yote yanakuwa kwake yamepunguka. Wa targhibu ila al-akhirah, na inakufanya wewe mara nyingi unakuwa na tamaa ya akhira na thawabu za akhira. Wa yassiruhu ila tariki al-harami li ajli Allah tabaraka wa taala, na kufunga kuna kufanyia wewe uwepesi, sahali kuachana na vitu vya haramu. Mvutaji wa sigara kama atafunga kikweli kweli, wallahi atawacha sigara. Imeletwa saumu ikusahilishie wewe kuacha vya haramu, kwa sababu katika saumu umejizuia na vya halali, ambapo kwamba vya haramu utajizuia zaidi. Kwa hivyo ni katika njia vile vile hikima yake ikusaidia wewe Muislamu uepukane na vitu ambavyo vimeharamishwa. Wakadhalika yahmilu ila muraqabati, yani anna Allah yaraka. Saumu vile vile inakusaidia wewe Muislamu uwe na muraqaba, yani kwamba ukae ukijua kwamba Allah anakuona, kwa sababu wewe kwako nyumbani si una chakula. Ni nani aliyekukataza kula? Ni ile muraqaba, kwamba Mwenyezi Mungu ananiona kwamba mimi nakula, navunja sheria yake. Hiyo ni muraqaba. Kwa hivyo saumu inakufundisha Muislamu kuwa na muraqaba na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utakapojaribu kufanya kitu unakuwa na muraqaba kwamba Allah ananiona, kwa hivyo unajiepusha nayo. Wa saum yahmilu sahibahu ila lutfi, na saumu vile vile inampelekea Muislamu kuwa mpole, mlainifu, fayakunu rahiman lilfuqarai wal masakini wa yalinu qalbahu. Saumu itafanya Muislamu anakuwa mwenye huruma, kwa hurumia mafukara, kwa hurumia maskini, na inalainisha nyoyo. Mtu akifunga moyo wake umelainika, uko laini kabisa, ni mwepesi kufanya mambo ya kheri. Inna swaim idha massahu dhiqul aljur' tadhakkar alju'ina, hakika mwenye kufunga anapopata mguso wa njaa ikimgusa, akiuma na njaa kweli, atahisi na atakumbuka wenye njaa kwamba kumbe hawa pia huwa wanateseka namna hii. Wa idha masahu dhiqul atash dhakara atshanan, na atakapopata dhiki, ameguswa na kiu,
anakumbuka wale ambao kwamba wanaishi kwa kiu, hawapati maji. Fayahmiluhu ila al-ikram wal ihsan, basi hali hiyo inampelekea Muislamu awe ni mkarimu, awe ni mwenye kufanya ihsan. Wa kana abdan shakurun fayashkuru Allah ala ni'matillah, anakuwa huyu ni mja mwenye kushukuru. Yani inamfanya kwamba anakuwa mwenye ikram na anakuwa mwenye ihsan na anakuwa mwenye kushukuru, na inamfanya ni mja mwenye kushukuru. Hii hikma ya mwezi kuleta ibada ya kufunga. Wasom yamna'u sahibahu 'anil kibri, na somo vile vile inamzuia mwenye kufunga na kiburi. Mtu akiwa na njaa hawezi kutembea na kiburi. Mtu akiwa na njaa hawezi kuongea kwa kiburi. Akiwa na njaa wala hawezi fanya chochote cha kiburi. Fa innahu man shaba'a, fa innahu hakika katika kiburi au katika mambo ambayo yanaleta kiburi ni shibe. Wa man masahu al-ju'u daiman yata'adhaw, na yule ambaye kwamba ameguswa na njaa daiman milele atakuwa mnyenyekevu, anakuwa humble. Yakhshu, mkitaka mtu awe humble, mwache na njaa, atanyenyekea, atakuwa humble. Lakini hajafunga yule mtu ambaye kwamba haiko humble, ni mkali, ako na hasira, ako gloomy, huyo hakufunga, huyo ako na njaa, ameshinda na njaa. Waqad kana salafu as-salih yahrisuna ala it'ami ta'ama, katika mwezi huu wa Ramadhani walikuwa waja wema waliotangulia wanapapia, wanafanya pupa katika kulisha chakula. Yaraunahu min afdhal ibadati, na wakiona kwamba kulisha, kufuturisha yule ambaye amefunga ni katika ibada iliyo afdal sana, ni katika ibada bora sana katika Ramadhani. Wa kana kathirun min as-salaf yu'thiru bifitrihi wa huwa saimun, na walikuwa wale waliokuwa wamefunga, songeni mbele, katika salafu waliotangulia, akiwa amefunga walikuwa ni wenye kufuturisha watu. Minhum Abdullah bin Umar alikuwa ni mwenye kufuturisha sana, wa Malik bin Dinar na Malik bin Dinar, wa Ahmad bin Hanbal, wa kana Ibn Umar, na alikuwa Ibn Umar la yuftiru illa ma'a al-yatama wal masakin. Alikuwa Ibn Umar hafuturu hali iftari yake, hafungui funga yake mpaka awe ako pamoja na mayatima au maskini, ndiye anafuturu pamoja na wao. Wa kana Hasan bin Mubarak yut'imu ikhwanihi, na alikuwa huyu salafu asalih Hasan bin Mubarak ana kwamba alikuwa analisha ndugu zake, yani Waislamu, at-ta'ama wajlisu wa yakhdimuhum, na anakaa na anawahudumia, yani yeye mwenyewe anaandaa chakula, yeye mwenyewe anawasavu, anawaletea chakula kile pale, na ile hali yeye pia alikuwa amefunga. So ikifika wakati wa kufuturu, yeye mwenyewe anawafanyia khidma ya kile chakula, anawasavu, anawapakulia, anahakikisha kwamba kila mmoja amepata cha kwake vizuri, kisha ndio mwingine afuate. Qala Abu Sawar, kana rijalun min bani Adi, anasema huyu bwana kwamba kulikuwa na watu katika ukoo wa Bani Adi, yusalluna fi hadha almasjid, wanaswali katika msikiti huu wa Mtume. Ma aftara ahadun minhum ala ta'amin qat wahid, katika watu katika ukoo huo hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anafuturu peke yake kwake nyumbani, anafuturu peke yake. In wajada mayakulu ma'ahu akala, ikiwa pale nyumbani atapata watu ambao atakula nao ile futari, kile chakula, atakuwa anakula. Wa illa, lakini hapo nyumbani kwake hakupata mtu wa kufuturu naye,
akhraja ta'amihi ila almasjid, natoka toa chakula chake mpaka msikitini, faakalahu ma'a an-nas wa akala an-nas ma'ahu, anatoka na chakula chake mpaka msikitini, anajua kwamba kule nitapata watu, sitaki kula peke yangu, sitaki kufuturu peke yangu. Anatoka naye na chakula hiki mpaka msikitini, anafuturu pamoja na watu wanafuturu pamoja na yeye. Hawa ni katika ukoo wa Bani Adi, imesimuliwa hapo. Wa fi riwayati ma rawahu Tirmidhi an Zaid bin Khalid al-Juhani qala, mtume anasema man fatara sa'iman kana lahu mithlu ajrin ghayru annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay'an, atakayemfuturisha mfungaji atapata thawabu sawa sawa na yule mfungaji, hali ya kwamba yule mfungaji hatapunguziwa malipo yake. Kala Sheikhul Islam wal muradu bi fitrihi yani ayashba'ahu, na mradi hapa ni kwamba ampe chakula mpaka ashibe. Lakini hadithi nyingine imesema haya maneno mengine ya kwamba fi riwayati man fatara fihi swa'iman, atakayemfuturisha ndani ya Ramadhani aliyefunga, ai fi Ramadhani, kana lahu maghfiratan lidhunubihi, inakuwa na sababu ya yeye kusamehewa madhambi yake, wa itku raqaba, na anaandikiwa kama amemwacha mtumwa huru, raqabatin minan nar, wa kana lahu mithlu ajrin man swama, na anakuwa na malipo sawa sana aliyefunga. Qalu ya Rasulullah, wakasema masahaba, laysa kulluna yajidi ma yuftiru swaima, sote hatuwezi kupata cha kufuturisha, wengine hatuna cha kufuturisha, bimaana yake wengine hatuna cha kufuturisha. Qala yu'ti Allahu hadhihi al-ajri man fatara swa'iman ala mudghati labanin, ujira huu Mwenyezi Mungu humlipa yeyote ambaye amemfuturisha mtu kwa tama la maziwa ama kikombe cha maziwa, au sharabata ma'in, ama funda la maji, tama la maji, au tamrin au tende. Bali wakasema wanavyoni ya kwamba hadithi hii inazungumzia yule ambaye kwa kweli hana uwezo, lakini ikiwa una uwezo wa kumpa mtu chakula mpaka ashibe, usimpe tende tu moja, ama usimpe kikombe cha maji au cha maziwa, mpe chakula ashibe. Usione kwamba hadithi imesema kwamba hata kikombe cha maji kinafuturisha. Hii ni kwa yule ambaye ametamani kufuturisha na ili hali hana uwezo, lakini yule ambaye ako na uwezo ni bora sana, vile amesema Sheikhul Islam, mradi wake ni kwamba ampe mtu chakula ale mpaka ashibe. Kwa nini? Ituamu taama ibada, tuamu taama ibada afdal min ibadat, kulisha chakula ni katika ibada iliyo afdal, iliyo bora sana. Liannahu yajlibu almahabbata wa mawaddata wal ukhuwati baina almuslimin. Kwa sababu gani? Kulisha chakula kunaleta kupendana, kunaleta kushikamana, kunaleta mapenzi ya kidhati kabisa, na undugu unazidi katika kule kulishana. Wa yakunu dhalika sababu lidukhul jannat, na inakuwa ni sababu ya watu kuingia peponi. Kulisha chakula inakuwa ni sababu ya watu kuingia peponi. Katika imani, Allah tujalie katika wale ambao wanasikia heri na kufanya na kuyafanya, atukubalie saumu zetu inshallah, na tujalie ni miongoni ambao kwamba tunakimbilia mambo ya kheri. Astaghfirullakum innahu kana ghafara. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'di, fa ya ibadallah, uswikum bi nafsi wa taqullah wa nafsi taqwa ta'ala faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika rasulika Muhammad radhiyallahu anhu wa farashna minhu Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali
وعن باقي الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفار والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فضل قديم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا فضلكم إلى أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.